Safi Balozi, mambo ni kama hayo katika 89.2 FM. Karibu katika hustle yetu nami OJ asubuhi wa leo saa 4 mpaka saa 7 mchana. Nimekuandalia tu mambo chungu nzima, so Balozi usicheze mbali. Ikiwa ni tarehe 28 mwezi ni wa kwanza mwaka wa 2026, it is just 3 days to the end of the month, and so January we are wrapping you in style. People thought January aingeisha, but now it is getting over in 2 days time. By the Friday ni 30th, then first ni Sunday, so Monday ni date second. Tumevuka tumevuka zote 9-10 ni kwamba give me company mpaka saa 7 kamili katika mitambo ya 89.2 FM. Ukitaka tufanye biashara piga nambari 0720008700 ama 0734968010 ili tufanye biashara pamoja, so long as ni biashara yenye inatambulika na serikali ya Kenya kwamba haikiuki sheria. Njoo tufanye biashara pamoja, then mambo itakuwa nzuri sana. Mimi niko buheri wa afya, Mwenyezi Mungu amenijalia tu mambo tu chungu nzima, mambo mingi tu sana Mwenyezi Mungu amenijalia na Balozi. Mungu si aheshimiwe, Mungu aheshimiwe. Ndiposa katika kauli hiyo wacha tuanze kipindi rasmi na wimbo moja ya kutukuza Mwenyezi Mungu, wimbo moja ya kutukuza Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ndio baba yetu, yeye ndio mfalme, yeye ndio kiongozi, yeye ndio kila kitu. Imagine dunia yote ameumba kwa siku 6 tu, siku 6. Hizi maroks, hizi manini kama gorofa tu moja hapa binadamu wanajenga 3 years, na Mungu kwa siku 6 alimalizana na milima na maji na ardhi na wanyama na wanadamu na kila kitu na hewa. Mungu ni nani? Mungu ni nani? Ndiposa tunasema aenziwe Mwenyezi Mungu. Zote 9-10 ni kwamba natafuta wimbo wa Satan, piga Satan teke, piga Satan teke. Wapi wimbo Jabidi? Shoot Satan. Shoot Satan anatuanzia kipindi hivi ikiwa ni a very nice day. A very nice day. Shoot Satan uko wapi? Ndio huyo. Shoot Satan. Yes. Ephesians 6 verse 10 to 20. I came to save it. Power. Bah. Shoot Satan. Bah. How what we do? Shoot Satan. Bah. Cock your gun. Shoot Satan. Bah. Devil. Cock your gun and do what? And shoot Satan. Balozi ni asubuhi sasa, wewe pia ebu cock your gun. Ebu Balozi cock your gun and shoot Satan. Wewe ndio unajua shetani anakusumbua na angle gani, uko na nafasi ya kucock your gun na ushoot Satan. Mimi pia nataka kushoot Satan kuanzia muda huu mpaka saa 7 kamili, so nipe company. Saa ile tunashoot Satan kwa kichwa, kwa kifua, kwa mabega, tunamshoot kwa mkono, kwa mguu, kila mahali. Shoot Satan, Ephesians 6 verse 10 to 20. I came to save it. Power. Bah. Shoot Satan. Bah. How what we do? Shoot Satan. Bah. Cock your gun. Shoot Satan. Bah. Devil up in there. Bah. Shoot Satan. Bah. How what we do? Shoot Satan. Bah. Cock your gun. Shoot Satan. Bah. Watch out. Devil up in there. Fisamaya. You might think me a speaking tongue, so me break it down for you understand this hypothesis. You can see already the boy just stand firm, so guess what? The boy is about to get time and say ha! 13 demon, then 15 admitted. A man with the most I cannot be a victim maker. They make it in the biblical prohibited maker. They make it in the biblical prohibited and say bah! Spiritual taekwondo. So defeated by the demon, man me say no. Proclaim Christ and this devil have you know. Proclaim Christ and this
devil of me know. Me no need a six pack. Bible and me and then have to be Satan pack. What him up put together, nobody can put a pack. What him up put together, nobody can put a pack. Shoot Satan, pack. How what we do? Shoot Satan, pack. Cock your gun, shoot Satan, pack. Devil of me dead, pack. Shoot Satan, pack. How what we do? Shoot Satan, pack. Cock your gun, shoot Satan, pack. Devil of me dead. When one enter into salvation, him a get the lighter cause the way we have God. Sons and the daughter say, the man feel bitter, angel feel better, they not stand each other, so the way the fight start. How can you be Satan if you not read the Bible daytime, you carry Bible night? The caboclo, remember this, Satan and the Stephen and the colon between you and the man. There is a big back also. Cock your gun if you finish what you began. Don't ask squab one, devil of run. When you see demon, don't intend to pull up the trigger. No matter what, don't let your faith be triggered. Bah! Shoot Satan, bah! How what we do? Shoot Satan, bah! Cock your gun, shoot Satan, bah! Devil of dead, bah! Shoot Satan, bah! How what we do? Shoot Satan, bah! Cock your gun, shoot Satan, bah! Devil of dead. Watch out, remember the Bible is not for me because 2,000 years ago Jesus already won it for we. And so Ephesians 6 verse 10 going down, you'll find that the Bible is telling us we stand. And so what we have to do is to stand firm in the word. We have to stand against the evil and we have to stand spiritual power. So cock your gun if you finish what had begun. Don't ask squab one, devil have to run. When you see demon, don't you try to pull up the trigger. No matter what, don't let your faith be triggered. Bah! Shoot Satan, bah! How what we do? Shoot Satan, bah! Cock your gun, shoot Satan, bah! Devil of dead, bah! Shoot Satan, bah! How what we do? Shoot Satan, bah! Cock your gun, shoot Satan. Hey yo, Sevilla! Bah! 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 Me no need a six, bah! This time you're doing it with the dance inspector. Tiger, by the name Jabby there. Dancing mashika mashinani, kila choche kila mtaani, dancing na leta burudani, dancing mashika mashinani, kila choche kila mtaani, dancing na leta burudani. Odi in the street, odi in the church. Come slow, take your time, you know I feel rush. Hell kuna ban, heaven kuna bash. Check vile wana dance. Balozi, tumeanza hivyo tu mdogo mdogo, anaitwa Odi Danza. Tumeanza hiyo, tumeanza tu mdogo mdogo, Timeless Noel, Hype Ochi na Jabidi. Tumeanza tu hivyo mdogo mdogo. Staki niwache vijana nyuma, vijana wa form 4 walimaliza form 4 last year, wako manyumbani, mnipe company, tuende tu hii hasili yetu pole pole. Tafuta kibarua ufanye, hata kama unapata shilingi 150 kwa siku, hiyo ni pesa. Jifunze kutafuta pesa vijana. Ndiposa leo pia nataka vijana wanipe company. Ndiposa tukiendelea hivi tuwafunze tu kazi pole pole. Wazazi msiwapeleke vijana mbio, na vijana pia msiwe rude kwa wazazi, kwa sababu you are being introduced to another level of life. Another level of life. Ukiafika mahali pako pa kazi, najua saa hii ni 10 o'clock on the hour. So sahi kuna makampuni zingine mahali pa kazi unakuta ya kwamba 10 o'clock tea ndio hiyo inakuwa served, na slice mbili ya mkate ama ni free. Wewe sasa kwa bagi yako hapo ulibeba kakangumu yako, kaskonja hapo, kama hindi, kachapati ulitoka nayo nyumbani. Wewe sasa changamuka. Watoto pia wakunywe uji, kama ni chai warudi class wacheze. Make sure umecheza kidogo, walimu upe nafasi watoto wacheze, kwa sababu ni muhimu katika maisha yao. Wewe mahali pako pa janta, mahali pako pa kazi, changamuka. Kama una kibarua, fanya kazi ya kutafuta kibarua, kwa sababu ni muhimu. I believe each and every one of us ako na kazi ya kufanya katika maisha. Wenye wana volunteer katika kazi hapa na pale, pia unakuta ya kwamba wenye umewajiri, hakuna total volunteer, kuna pesa kidogo unapea mtu anaitwa volunteer. There is no
total volunteer work. Kuna zile tokens of appreciation. So hustle tunaijenga hivyo, alafu tunapeleka moja kwa moja kila moja yetu nyumbani akifika na kakitu, watoto wakule, mama furahi, mama mzee furahi, familia furahi, na mambo itakuwa nzuri sana. Odi dancer, vijana on board. Timeless Noel, and this time we are doing it with the dance inspector. Tiger, by the name Jabide. Dance imeshika mashinani, kila choche kila mtaani, dance inaleta burudani. Dance imeshika mashinani, kila choche kila mtaani, dance inaleta burudani. Odi in the street, odi in the church. Come slow, take your time, you know if you rush. Hell kuna ban, heaven kuna bash. Check it vile wanna dance, odi dance. Power, simple dance you can manage. How we can any dance college. Get in, step in with courage. Now changamke like you just take a hot porridge. Energy that to the spring is big and you know. DJ play gospel music more and money me okoka. Whatever me say no and no. No, no and no. Odi, dance imeshika mashinani, kila choche kila mtaani, dance inaleta burudani. Dance imeshika mashinani, kila choche kila mtaani, dance inaleta burudani. Yani ordinary, ule boy wa kawaida mtaani, analeta dance inashika hadi mashinani. Koda na muse bila kujua yeni nani ama nini. Daudi alikuwa odi, I guess that's why jina ni Daudi. He was an ordinary shepherd, God bila kama ordinary dancer. From nothing umenifanya dance ambassador, itakuwa favor odi ikishika Jamaica. Dance ambassador, itakuwa favor odi ikishika Jamaica. Dance imeshika mashinani, kila choche kila mtaani, dance inaleta burudani. Dance imeshika mashinani, kila choche kila mtaani, dance inaleta burudani. Don't scratch, pase cheki chini nimedunga don't touch. Ati don't touch, na kofia imekata upepo, haiwezi tuna maintain hiyo tempo. Cheki juu nimedunga bomba, ile safi nilipurchase Kikomba. Look fit ya kuenda kesha kuomba, niko in Christ, nilishachorea gomba. itabidi umeomba. Utafute uso wa Bwana, aunai kwa siri, atakujibu kwa wazi. Kila mtu Omba, utafute uso wa Bwana, aunai kwa siri, atakujibu kwa wazi. Dance imeshika mashinani, kila choche kila mtaani, dance inaleta burudani. Dance imeshika mashinani, kila choche kila mtaani, dance inaleta burudani. kila mtu nipe. Everybody let's go. Kila mtu twende. Come on, come on. Cinquième race. Trésor Cap, Longola Rick et Mondo Mayamiso. PDG Michel, la Bilouya, la plume d'or. Mondial à Maïmbi le boursier. Ancien combattant Jacques Botou, le Kélangaï. Major Tony Pembe, les grands bois. Aimé Koukas, les bulldozers. Costa Yumbi, l'ingénieur. Il est 3h du matin. Ngayawa, Bongite Namiso. Tokokoma 7h du matin. Mbonga nzambo koyoke kobeta. Ekona la réveil po bakristu bakendelo. Sambo ngai nasenga nzambe ninyango. Awasapi minga amora trésor kuka.
Bakumba David Lufio Amour ebebisa bapia batomi susu na 12 ans Et pourtant tamba pesaki bangoka travesa de vie sur terre Embomata beti kudei na mokili akamwe bazolela moto oyo na plan na ye ifale yangi talobi mama esa na sobanga kanjaya ya kanani wayo kakanema wakenga sikutu babebe na pediatri ngana lemo babona neska koyokelanga mawa na koseli apolo nzoka matanga na yo pilo vere tango nyonso na nzoto malilelanga te yo moto boyinga ekutanga te moto nalambi lelo Pati Koukas, Dida Choumi Anzula, Jean-Pierre Chaud, J.R. Iyobi, Yves Abdallah, Eric Mandala na Nairobi, Serge Welo, Clément Moubeka. mboka nini bamonisi yo nzela nini bamemelinga yo kulere nini balakisi yo oyo mobate kotelisa ngai te amisopelama ya moto scandale 5e race apret sur terre tonalambela yo mbana ngai me kaskeske okotondanga moninga ya didie kalunga maikenendaka boyebisa ye soki sonia kozongelanga nezosala ye mpona mabe asalanga lisolo ya mfa putige sepesa bato babungaka nzela raison sukola na mvula yeza pasi mpona yoka soni na pisine amesala kofukamela yo okamwa te tokomonima ya miso nanga na mipesi gratuitement mpa na yo soki eza trop cher kakolanga lisusu esclave ese moko etikali na 21e siècle oyo eza zenga leta balado bwa couloir ye te na moko alingi boumbango Robert Lobota Evans mais dadi dola pati asade edi mokekola alpha monflipe botomanga te nazali bolole teza bolingo Olivier Ndombasi na King Songi Jongali ya Titi Nana Baelenge Yedongani na Patrick Fambe Eric Kalala na Didi Banda Isodor Chino Itema Samil Yao Honorable Prince Tukuzi Noko Blaise Nteliema Bombastique na Ele Eric Ngoma Full Frejo Dari Iwele Jia What up? Shilingongo papi nalasipi chokisika Sode mambo papi kanza bose mufuna Mongali akembo bogali lula Frekaninda nanga sera ya mapendo terijero Yolande Mayasi na Lubumbashi Kamfouankumba numéro 18 Yoka pote kiti venati na Lubumbashi ya GG Fula Mambo Trésor Koukas Trésor nanga Trésor Koukas Trésor ata baba lobi bolimo ezali yenyenye avec la monotone kasi alobi ozali coup les 3 matchs basengo audience po bamona bote na yo bebangulu matangulu bikaka pokoma esika ozali ye yokangi mato itika solo yokata sola poudre nakiriku mukuse nakokoma molai soki opesinga bisu trésor nakula te ekozala lokola moto azwi première communion confirmation na ngai ya malamu se bolimwa trésor le super grand prêtre Alain Mafumba Misende les inséparables esprit grand Bikibola Malani nalula yo nango nalinga yo na lokoso ekolekisa te kapise trésor komonela mpe ngai te opo nalingi yo naboma yo na motema kosatiel nanga yobimaka ntango na nzembaka nanyangi te bwana ngai o babimisi yo na mayuya amitie nzambe Tumam Koulibaly le Kamelemba Papi Mukendi na Canada Papi Kadima na Bundes Tristan Zinga etika natiaki bolingo mabuku natiaki kondo kwasala sekurité bolingo kondo kwafase Kimputu kondo kokoko pia tiki babuku batobola lidusu ya bolingo nanga o amour ekei
Mobutu Viki etikana teki bolingo mapuku na teki ni awazala sekirita bolingo kondo badomena ye Luke Wing kondo kokorofia tiki mapuku batombola lidusu ya bolingo na ngai ye o amour eswente Temoni nakamwe sosola lizala na zando bapete napela la lizala na kaja bolingo alobelaka nga na français aninganaka na lingala asilikaka na anglais azalaka maboko mpete nga fonctionnaire a bolingo diza epeye nga nakeleli tendresse Dina Dynastie nga fonctionnaire a bolingo diza epeye nakeleli bolingo Ah, trésor esa na eloko te nasali nyonso meolingi nokanga te napesika nyonso na boka nzambe na ngai chéri na ngai Jacques Ndala trésor kuka eliko kende lokola kata palke balozi huyu anaitwa Fally Ipupa. Fally Ipupa 0 inaitwa Resa. Fally Ipupa na wimbo wake wa Resa. Balozi, mambo ni kama hayo katika 89.2 FM, ikiwa ni siku njema sana. Mwenyezi Mungu ametujalia ili tufanye shughuli ya ujenzi wa taifa. Umejua taifa tunalijenga kwa njia tofauti tofauti. Ndio nilikuwa nasema watu hawakuwa nafikiria eti January itaisha. Si ndio inaisha in 3 days time, January bye bye. Na pia tunazidi kusema tu tujikinge katika safari zetu mabarabarani. Kama wewe unajaliwa unatembea kwa anga, ebu kinga anga, kinga anga, si eti kinga nini, be safe on air. Na umejua nashangaa na kitu moja, inasemekana kwamba eti air transport is the safest means of transport. Wewe kutumia ndege ndio the safest the world over. Ikishakuwa airborne nyinyi sasa tu mnakula mapopcorn yenu huko polepole na iko sheria kali hapo. The safest means of transport ni air transport. Alafu unakuja kwa train. By the way, train, road transport is the most insecure. Road transport is the most insecure. Ndiposa kuna wazee, kuna tu mzee moja hapa, retired army officer, alisema ya kwamba akuje na idea ya Kenya Traffic Rescue Mission. Na yeye ndio vision carrier. Amesema ya kwamba register NGO isaidie wa Kenya kupigana na mambo ya ajali barabarani. Ajali barabarani zimezidi tu, na ndiposa unakuta ya kwamba sisi kama jamii ya redio yetu we just want everything to go in order, ndiposa niko na mzee Mwangi studioni, atuchanganiwe tu mambo moja mawili tu leo, atukai naye sana, atuambie tu eti hii mambo ya speed governor, does it help? Hii mambo ya mishipi kwa gari, does it help? Na by the way, zilienda wapi? Mambo kama hizo na yanayojiri tu tangu tuachane naye katika kipindi tulifanya last year, yapi yamejiri katika kauli hiyo. Mzee Mwangi, habari ya asubuhi. Uko katika anga ya radio yetu, naomba ukaribie hiyo microphone yako ndio usikike. Habari ya leo? Inua hii microphone yako kidogo juu kidogo, mpaka hapo. Habari ya mahali umetoka? Mahali nimetoka ni salama. Yesu amekaba huko kabisa. Hako na watu yake. Anawachunga kweli kweli. Na tuko amani, tuko nyuma yake. Tuko nyuma yake. Tuko nyuma ya Yesu. Tangu tuachane ilikuwa last year, mwezi wangapi? Mwezi ni wa 4 hivi. December 24. December 24. Ndio tulikuwa kwa Ewa. 24th yeah. Sio 23rd. No, 24th. Tangu tuachane nini kimejiri katika mumetupangia nini katika Kenya Traffic Rescue Mission tangu tuachane? Siku hiyo mumetueleza tu mambo kadhaa kuhusu 1 2 3 4. Mumepanga nini ama nini kimejiri yenye inakupea raha ama imekuudhi? Tuanze na zile yenye kwanza usalimie watu, waambie umevuka mwaka namna gani. Ya kwanza hiyo.
Nimefuka mwaka na jina Yesu na akiwa kiongozi wangu na kufurahia ile matunda na usaidizi ambao wamenipatia kusaidia nchi yetu ya Kenya. Kutokana na ile jambo ambayo ni mambo ya road safety. Road safety imemea kwa mwili yangu kutoka kwa Mungu kama vile damu iko kwa kila kona, kwa kila mwili ya mtu ya binadamu. Mimi ndio mwasilishi ya mambo ya road safety Kenya, na nikatoa proposal zangu kwa serikali inisaidie, manake NGO wakati wanipatia certificate hawakuweza kunipatia finance. Nikajua sababu nimepata jambo ya muhimu na inaweza kusaidia nchi yetu ya Kenya na kuokoa wenzetu, serikali itaniunga mkono. Baada ya kupelekea serikali proposal and my certificate nikingoja wanisaidie, nilisikia wametangaza kwenda kujaribu kuona mishuki, nikakuwa blocked. Ukakuwa kublokiwa, kutomuona. Hiyo ministry nimekaa miaka mingi sana kushughulika vile naweza kaa na ministry chini, nimeshindwa. Na juzi ndio nimesikia sasa serikali imefika kiango, sababu imeona hii ajali imeendelea sana kwa wingi sana barabarani. Serikali kajitolea kutoa askari 5,000 na majaji barabarani kuhusu mambo ya ajali barabarani. Na baada ya kutoa askari 500,000 na majaji barabarani, wakaona hiyo haiwezekani, sababu ile majali imetokea Disemba peke yake na mwanzo ya Januari ilipita kiasi. Sasa serikali nimesikia imechukua jukumu lingine kupeleka hao watu wote walikuwa watu wa traffic, watu ya NTSA, watu ya kila watu hiyo sekta yote mpaka watu ya finance wamepelekwa China kufikiria namna ajali inaweza kufungua Kenya. Hiyo kupelekwa China ni kitu umefanya utafiti na umethibitisha? Wamepelekwa China for 2 weeks kusomeshwa vile ajali inaweza kuisha Kenya. Na mimi naona hii kupelekwa huko ni kusomeshwa kweli ama kuenda tu ma business deals? Hiyo ni ma business deal, maana sasa wataenda waambiwe ile governor iko katika Kenya mutoe. Speed governor mutoe hiyo. Tumepata ile ikiona ajali peke yake inasimamisha gari. Inanguruma. Ikiona ajali peke yake inasimamisha gari. Inakata moto. Gari iweze kutembea. Governor mweke hii. Ile iko kwa magari yenu mutoe. Speed governor tumepata kamera ya kusimamisha gari ya ajali ikipatikana. Kwa hivyo hiyo kitu wameenda nimetupilia mbali kwa upande yangu, na ningetaka rais mwenyewe hiyo kitu iwe cancelled. Kama vision bearer Kenya Traffic Rescue Vision carrier, hiyo mambo yao nimeridhiki nayo. Hakuna kitu itakuja kufanya kazi Kenya ile wameenda kutafuta China. Iwe ni matiti kuweka kwa magari, iwe ni makamera kwa barabara, hakuna kitu za kwa Kenya. So wameenda tu kukuja na mambo yenye itakuja kunyanyasa wafanyabiashara. Kunyanyasa watu wafanyabiashara, watu ya magari kuwanyanyasa, tuweke kamera ikiona ajali inafunga gari break. Kamera mweke hiyo ni kuja kutesa wana Kenya, na hiyo sio njia. Juu umesema tu kweli, kutesa mfanyabiashara ni kutesa Mkenya, kwa sababu gharama kwa mfanyabiashara hiyo anatupa kwa tuko na shida ya pesa aina mingi sana, si ya kuweka magavana gavana ikiletwa na pesa mpya, mwenye gari atatoa pesa wapi? Si kuabiria. Ni kuabiria. Abiria ni nani? Si ni Mkenya. Mwenye sahi baada anapumua sana, uchumi ni mbaya. Na tuko na shida mingi ya kifedha, tunahitaji pesa. Siko na kupelekea wazungu huko atiga mweka hii governor ikiona ajali inafunga break. Tuweka hii kamera, sijui ikifanya hiyo tumeitemea kama observation carrier. Tuweke seat belt ya blue. Nimesema hivi, kuna petition yangu baada ya kupatia kuweka malalamishi yangu katika bunge, nikaambiwa na Mr. Moses Wetangula niandike petitioners, iko katika parliament, imekwama huko. Hiyo ndio tiba ya mambo ya ajali barabarani. Lakini ulipiga hatua kwa sababu nikiona hii petition yako ilipokelewa na hata imetiliwa muhuri. Iko katika parliament. Hiyo inamaanisha ni step nzuri. Sasa imewekwa bedding, na hiyo ndio dawa ya Kenya. Na kumaliza ajali Kenya ni kudolea NTSA. Si mambo ya kwenda China. Kama wanataka kumaliza ajali Kenya, watolee NTSA mambo ya sheria za road safety. Waweke Kenya Traffic Rescue Mission, hiyo sheria ya road safety ndio inanizuia mimi niokoe wana Kenya, na sio Kenya peke yake, ni dunia mzima kwa jumla. Umesema Wakenya wangapi wamekufa na ajali za barabara last year? Kwa approximation wamekufa zaidi ya watu 5,000. Zaidi ya watu 5,000. Basi hiyo ni 5,000 wenye wamekufa, sio? Wale wamekufa. May their soul rest in peace. Na kama ngapi wamejeruhiwa? Umejua kuna jeraha pia tofauti. Wale wamejeruhiwa ambao wataweza kufanya kazi maishani mwao ni kama watu 3,000 ama 2,500.
ile total incapacity, ile capacity ambayo watu hawezi fanya kazi tena, fanya kazi maisha yake, atategemea mwingine, na alikuwa Mkenya wa kujifanyia kazi, kujitafutia kitu ya kukula. Sasa atafanya kazi maisha yake, sababu alikuwa anategemewa na serikali pia, na familia zao, na serikali pia ilikuwa inamtegemea kwa ushuru. Kwa ushuru. Sasa amelemewa. Ningeomba serikali na unyenyekevu, na nipigie serikali yangu makoti ya kiroho. Nataka waondolee NTSA sheria barabarani. Magoti ya kiroho iko. Magoti ya kiroho iko. Na hiyo si nikali sana, magoti ya kiroho. Hiyo inamaanisha ni maombi. Ni maombi, inatoka kwa mwenyewe. Magoti ya kiroho ni kwa roho. Naomba serikali yangu iondolee NTSA sheria barabarani, initengeneze sheria barabarani. Mimi sita uchukua muda kwenda China ama mali popote. So material ya mambo ya ajali barabarani ndiko naye. Pendekezo yako ni National Transport and Safety Authority moja kwa moja wakanyage kubwa wakitoka barabarani. Watoke barabarani for life. Maisha yao, they are not useful. Hakuna mtu ajui NTSA walikuwa barabarani na walikuwa na magari na wakafukuzwa barabarani baada ya kushindwa ni kitu gani wanafanya. Na hiyo magari kapatiwa traffic officers. Traffic officers jua walipeleka gari wapi. Sasa NTSA wanajaribu kupenya vile wanaweza kurudi kwa barabara, ndio wanajaribu kupenya kwa serikali, kuwaonyesha kuna mambo mengine katika China wanaweza kuja kuitumia katika nchi ya Kenya. Nataka NTSA waondolewe sheria za barabarani na watolewe barabarani for life. For life, ha? Mimi ndio vision kali, na mimi ndio niko na uwezo na mwelekeo ya mambo ya ajali barabarani Kenya. Na kama serikali watakataa eti hawezi kukupea jukumu lote ufanye, unge propose kitengo gani ama asasi gani ya serikali wafanye kazi ukisaidiana nao, ama shirika lako wakisaidiana nao? Hii kazi yangu ningekuwa nimeanzisha, lakini ile sheria ambayo unaweza kuwa nikitumia nikifanya ile kazi, manake nataka tufanye kazi ushirikiano na watu wa traffic. Ile sheria road safety ndio ilitengenezewa NTSA. Sasa hiyo ndio sheria na demand kutoka kwa serikali, wanisaidie na sheria, na kama kuna kitu wanaweza kunisaidia na wanisaidie, ndio niweze kuanzisha hii kazi yangu. So hiyo ndio appeal yako kwa serikali yangu. Tunataka kufanya kazi combination na watu wa traffic. Asa kwa Rais Ruto. Hiyo mambo aikamate na mikono miwili na roho yake. Na nimesikia towards the end of the last year ukikumbuka pia Jaji mkuu Bi Martha Koome alikuwa pia sumbuliwa sana na hii mambo ya ajali ya barabara. Nini alikuwa anaongea? Hebu utueleweshe hapo. Martha Koome nilifurahi sana kwa sababu ni jaji wetu mkuu na ni mama mzazi, na alikamatwa na roho ya huruma na akajiunga na ile timu ambayo ilikuwa inaenda kufikiria mambo vile ajali inaweza kufungua katika nchi ya Kenya, na wakaungana na hiyo timu wakafikiria mambo ni kupeleka polisi barabarani, kupeleka jaji barabarani, ndio itafanya ile dereva waogope. Lakini jabu inaweza kutema kwamba sio madereva ambao wanaua watu. Dereva anachangia quota, 3/4 ambao inakuwa ikichangiwa na maovu shetani, pepo ibilisi. Pepo ndio inachangia hiyo mambo kubwa. Lakini mambo mali madereva wanakosea kidogo ni quota ambao tunaweza kuwafanya counseling na warudi kwa laini, lakini 3/4 inakuwa inachangiwa na Martha. Alikuwa anasema nini? Martha alikuwa anachangia kufikiria, ndio akaungana hiyo timu kupeleka majaji barabarani ili tuweze kuona kama tunaweza kupata njia yote ya kupunguza hiyo ajali barabarani. Lakini sasa ikaonekana kupeleka majaji barabarani na kupeleka askari kwa wingi barabarani haikusuia, ndio amechukua jukumu ya kwenda China kutafuta material sasa. Na sasa hakuna material itakuja kuwasaidia, ni kuja kunyanyasa Wakenya. Ni business kibao. Ni business. Kwa hivyo hiyo ikataliwa kabisa. Hakuna material itaekwa kwa gari ama barabarani. Haitatusaidia. Material ni mimi na material sio mimi, ni Mungu anapeana mwelekeo. Balozi, mambo ni kama hayo katika 89.2 FM. Kiongozi hapa Mwangi anatueleza tu, Mwangi Ndirangu ndio CEO ama director wa Kenya Traffic Rescue Mission, kama anadadisi tu mapendekezo yenye yako nayo katika hiyo NGO yake ili isaidie kupigana na jinamizi ya majali barabarani, kwa sababu wazungu, mimi nimeongea na wazungu balozi, nimeongea tu na wazungu kadhaa wanaitwa expatriates kutoka mataifa ya ng'ambo, na wanakuambia kwamba wakati wanakuja Kenya wanaambiwa ya kwamba chungana na ajali za barabara kuliko ukimwi na malaria. Bwana Mwangi, sikia, wazungu wanaambiwa aje wachunge ajali za barabara hapa nchini ni hatari kuliko ukimwi.
Hata tunapoteza wageni wengi sana katika nchi ya Kenya sababu wajui kama wakikuja Kenya watarudi. Na tunataka wazungu wakitoka kwao wakuja kwa wingi. Niko na vision ambao tunaweza kuwa tunakaribisha wageni hapa. Baada wageni kuingia tu tunakuwa na helicopter ambao itakuwa kidini na mgeni mahali popote alipo, iwe ni ajali imepata ama ni ugonjwa, hiyo helicopter inaenda kumsaidia mahali popote atakuwa. Umekuwa katika defense forces na baada hiyo ukafanya kazi, kwanza ulikuwa department ya logistics transport battalion. Transport battalion. Na kwa raia hapa umefanya tu mambo mingi sana. You've been a driver ya matrela, ya matrakta, ya malori, ya magari aina zote, si kweli? Nimefanya magari mengi sana. Nikuulize, traffic offenses katika Kenya ni kama gani? Nini ukifanya barabara ni makosa? As we speak, tukiongea sahi, mimi nimeshika gari, siko kwa parking pale kwa mfano, nitoe hapo. Nini na nini na nini between Ojimbi afanye katikati ya Kisumu na Nakuru na Nairobi, itasemekana hiyo ni traffic offense. Kwa mfano, makosa ya barabarani kwa madereva ni zipi ama kwa gari ni zipi kwa mfano? Kuna makosa ambayo inafanyika, na ile makosa ambayo dereva wanafanya ndio ninataka kuzunguka Kenya mzima kuwaelimisha vile ambao wanakuwa wakifanya. Dereva wakati anapoishika kwa gari, anaingia kwa gari, awacha kufikiria ile kitu aliwacha amefanya mali alitoka. Awacha kufikiria ile kitu anaenda kufanya mali anaenda. Ajue ni kitu gani inaweza kusaliwa kwa hiyo gari wakati na drive. Na si ni bin Adam lazima afikirie. Hiyo ndio nataka kusema, akiwa kwa gari, ajue kwa ofisi na anafanya kazi, akubaliane na mimi, baada kusima gari ndio atafanya hiyo biashara yake. Mali alitoka, mali alikuwa. Asimamishe hiyo biashara zote, kuongea na masimu, kufikiria mali utaenda kufanya nini, ulitoka ulifanya nini huko mali ulitoka, mambo ya kutengenezea mambo yako kwa gari, waacha hiyo yote. Kaa kwa gari ndani, weka business zote kwa gari yako. Manake hapo ndio shetani anakupangia mpango sasa. Shetani anakupangia mpango, kama utakuwa unapanga shetani atakupangia. Kama hujui kujipanga kwa gari ukiendesha, shetani yako hapo. Umejua atakupanga. Kuna kitabu cha Mungu ya Yakobo 4:7 inasema ya kwamba wewe resist the devil at all cost and he will run away from you. Kumbe huyu shetani pia ni kubembeleza tu, anakaa karibu na wewe. Ukiamua anaondokaga. Anakuondokea. Sasa ndio unasema dereva ukishakaa kwa hiyo kiti ya gari, sahau hiyo uliyofanya ama unaenda kufanya. In simple terms unasema sahau shida zako zote, kila kitu inakusumbua, wachana naye, kuja ofisi. Ingia ofisi. Kamata kalamu na karatasi. Anza kuandika mambo yako sasa. Sahau iliyopita. Sahau ile unaenda kufanya ama ile uliwacha kama umefanya. Because unasema ukweli, kwa sababu hata ukiwa dereva mzuri na mnagani Bwana Mwangi, na imesemekana pale mbele kilomita 2 hapo mbele kuna road bend ile shapa, na kilometers ya kwenda hapa ni 30 to 40 kilometers per hour. Wewe unaenda at 80 kwa hiyo bend na umepewa warning, unakufa mkufi? Unakufa. Nataka nikupatie mfano moja. Kwa upande jali barabarani. Ndio ujue hakuna kitu Mishuki alifanya. Ama imefanywa na NTC tangu walipoingia kwa usikani. Gari imetoka kwa Didi Dobi. Brand new. Iko na hiyo magavana waliweka. Iko na mishipi. Iko na yellow line. Dereva ameweka nguo zake zote. Amefunga baka tai. Ameweka kiatu mpya na imepigwa rangi. Amekamata gari. Kutoka Nairobi hata fika Naivasha. Ameangusha hiyo gari na imemaliza watu yote. Na ile speed ilikuwa na hiyo gari ilikuwa na 50. Sasa hiyo sheria ya Mishuki mtafanya nini tena? Manake haikuwa dereva hakuwa mrevi na kunywa pombe na alikuwa kuna kila kitu, na gari kuna magavana haiko na mishipi na kila kitu. Mtafanya what next? Mtafanya nini tena? Na inamaanisha hizi road sign basi mtu asipuuze road sign. Usitegemee traffic officers ati akakusimamishe. Wewe ndio traffic officers. Wewe ndio traffic. Wewe ndio unafaa kuzingatia sheria zote za barabarani. Na ndio nasema nipatiwe nafasi niingie kwa barabara. Ndio kama wewe dereva unasahau sheria za barabarani, mimi nakukumbusha wewe. Ukisahau unanikuta mimi nakukumbusha. Na ukipuuza sheria za barabara, hata ukiweka wimbo wa Mungu ndani ya gari nacheza kwa redio yake, bado utaumia na utakufa. Utakufa manaka hata kama unacheza wimbo ya kiinjili.
na upuuze sheria za barabara. Shetani anakufangia hapo ndio nakupangia. Ana haja na hiyo wimbo unapiga, hako na haja na wewe. Kwa sababu wimbo unasikia, lakini yeye anakutumia kiroho. Kiroho hauko pamoja na Mungu, so atakumaliza. Wewe ni nyimbo unaimba, lakini kwa Mungu wewe hapana iko huko. Aya, kuna hii umetuambia mambo ya ukiingia kwa seat ya driver, concentrate hapo. Offense gani ya barabara watu wanafanya, especially madereva na imeendelea na awatilii maanani? Makosa gani tena? Makosa ile dereva wanaenda bila yenye inakuudi kama mwenye Kenya Traffic Rescue Mission. Unaona hivi, unasema nikipewa kiboko naweza tandika huyu mbaya. Ni kukataa kutii sheria za barabarani. Ya kwanza inaanza driving school. Kama driving school ingeangaliwa na macho mawili na serikali, alafu kuna kuwa uweze kwenda kuashiria ng'ombe na mbuzi ikale kwa bahari kwa kishaka na hakuna mlinzi. Ni mpaka nichukue kijiti nitoke kwenda kulisha ile mang'ombe na ile mbuzi iwache kukula mashamba ya watu kama mchungaji. Nataka kutokea nje nikachunga yale magari. Mimi silali usiku na mchana 24 hours. Ndio ule dereva ukifanya hiyo kazi, ndio ile dereva azingatie sheria za barabarani. Mimi nakumbusha na mimi naweka hela ini. Akibeba akiwafuza sheria barabarani, anabeba msalaba peke yake. Maana mimi siwezi pale kuchukua pesa dereva. Nataka dereva azingatie sheria zote za barabarani bila kutegemea traffic officers. Ati atatumia sheria za barabara wakati anaona traffic. Ndio traffic za hiyo. Awe akitumia sheria za barabarani zote. Nimeona pia kitu moja hapa. Story ya yellow line inamaanisha nini kwa barabara? Continuous yellow line. Yellow line ni kugaanisha gari ya kutoka upande na upande ile mwingine. Kama una drive gari, unaangalia kio yako. Kama hujakanyanga yellow line, unajua uko kwa line yako. Ule mwenzako naye anafanya namna hiyo. Hiyo ndio kwa maana ya yellow line. So yellow line haitakikani ukanyage. Haitakikani ukanyage. Wakati wote unaendesha gari lazima ukuwe na iona. Sana ile yenye imeshikana, yenye si dot. Ile si dot. Lazima ukuwe na iona. Na mali inaandikwa no overtaking, usijaribu. Ukijaribu kwa overtake hapo hatutagoja ufanye ajali, tunakuchukulia hatua. Aya. Dotted yellow line inamaanisha nini? Dotted umefika mahali dotted. Ni mahali ambao unaruhusiwa kupita kama iko na usalama. Kama iko very clear unaweza ku overtake. Umeona barabara iko clear. Iko clear hapo unaweza ku overtake. Na si lazima overtake, maana yake umeona gari iko mbele yako imeovertake. Hapo ndio dereva anachanganyikiwa. Kama unaona gari nyingine iko mbele yako na inataka ku overtake, ipatie time. Overtake rudi mahali yake. Wewe jipatie time ya ku overtake nayo rudi mahali pako. Bila natekana. Si ati unaona gari na overtake na wewe naifuata na overtake, ule na overtake na anarudi upande yake, anakuacha ile gari inakuja. Umekutana nayo ana kwa ana. Hiyo ndio mahesabu madereva wanashindwa. Makosa mengine hapa mimi kwanza naona iko common sana. Common kabisa, especially barabara yetu ya Nakuru Nairobi Eldoret. Overlapping, yani overtaking mtu inatakana afanye na upande ya kulia, sio? Kwa traffic rules za Kenya, sio? Ni kulia hapana kushoto. Na hii ya kushoto ilitoka wapi? Ya kushoto hiyo ndio tunataka kungangana naye. Ukiovertake kushoto tunakuchukulia hatua. Hapo. Naweza kuchukua kifungo yako, tunafungua hiyo gari for 6 hours ama 1 day bila kuenda mahali popote. Uende hasara. Ama ndio boss akulize. Haraka ulikuwa naye ishi hapo. Sababu unaovertake kushoto, sababu uko na haraka, tunachukua ufunguo yako ya gari, tunazimamisha gari yako for 6 hours. Ndio hiyo haraka ifungue. Hiyo deal ulikuwa naenda sasa ikatike. Na hii story ya speed. Mambo ya speed. Speed si lazima speed pia utueleze speed ni gani na gani kwa public, private na speed ni mambo ya speed walifanya mbaya sana kuweka speed governance. Maoni yangu na mafikirio yangu pia nilikuwa nifanya hapa Kenya ni kuweka speed limit. Kuna mahali tungeweka speed, kama ni 50 unaenda 50, kama ni 70 unaenda 70, kama ni 80 unaenda 80, kama ni 100 unaenda 100, kulingana na vile watu iko. Ndio pale ulienda speed kidogo unalikafa na ile mahali mzuri na mahali utakimbia. Kwa hivyo wakati unakuta mahali tumekuandikia hapa ni 40, tukikuta umeenda 41,
tuko na wewe. Oh, so there is no loss wakati tumeambiwa slow down hapa. Hapa slow down. Kuna mahali pa kukimbia. Kuna mahali ya kukimbia. Ndio ile masaa uliharibu huko unalikava kwa hivyo hakuna wakati utaharibu wakati yako. Hapo enda polepole manake ya wingi ya watu, huko enda speed hii, mahali hakuna watu kimbia. Hakuna mahali na uzio kuweka gari speed governance. Unaweka governor na hii magari ndio tunatumia wakati majali imetokea barabarani kukimbiza watu hospitali. Utapeleka gari hospitali na kamani kuokoa mtu kama iko na speed governance. Hakuna haja kuweka gari speed governance. Hata nikianza kasi speed governance yote na yako chini. Unatoa yote. Tunaweka speed limit kwa sababu gari iko na speedometer. Dereva ndio speed governor. Kichwa yake ndio speed governor. Anajua hapa naruhusiwa kuona 50, hapa ni 50, hapa ni 80, hapa ni 100, hapa ni 200. Vile unajua kama unaweza kukimbia. Lakini mali imeandikiwa 40 ama 20, enda hiyo. Observe. Mali imeandikiwa 100, kanyaga hiyo 100. Wacha gari iende. Na barabara zetu wanasema wenye waliunda gari huko ngambo barabara zao ni more standard than ours. Eti speed zingine hairuhusiwi hapa kwa sababu barabara zetu zingine ni narrow, hazina climbing lane, hazina lane ya watu kutembea miguu. Sio italeta changamoto. Sasa hapo ndio tulikuwa tunataka katika hiki kundi yangu niwe na team ambayo kazi yake ni kushughulikia mambo ya signs za barabara kila mahali. Hapa inatakikana sign, hapa inatakikana bumps, barabara hapa ni mbovu, barabara hapa tunatakikana kuweka hapa, ndio madereva wana complain, tunawasaidia. Hapa ndio dereva wanafanya namna hii, tunawasaidia namna hiyo bila kufusa ajali zote za barabarani. Tulikuwa tumepanga hiyo timu lazima iwe na kikundi ya kuzunguka na kuangalia vile maengineer wa barabara wanatengeneza, manaka unapatengeneza barabara locally ndio wao kwa hiyo barabara miaka mingi wakifanya repair. Kwa hivyo tutakuwa na maengineer baada ya contract kumaliza barabara kutengeneza, tuna make sure hiyo barabara imetengenezwa na standard ya kutosha, imewekwa sign ya kutosha, ndio tuna authorize serikali ilipe hiyo contract. Maana mwingine anatengeneza locally ndio awe hapo kila mwaka kufanya repair. Na kula pesa ya wananchi. Na wananchi wanaenda pia kuaga dunia. Na wanakufa sababu ya mambo ya barabara. Na kuumia. Barabara itengenezwe na standard ya kutosha. Sign iwekwe kila mahali, inatakana sign. Maana inatakana bumps iwekwe. Tushirikiane na serikali. Hiyo ndio ilikuwa elimu yangu. Kuna mambo mengine hapa Bwana Mwangi ya motor vehicle inspection. Motor vehicle inspection inafanywa na National Transport and Safety Authority, NTSA. Kwa nini gari iwe inspected na ni gari gani inatakana iwe inspected na kweli inazaa matunda? Hakuna matunda inazaa hapo. So magari mengi unakuta inakula traffic officers headache barabarani. Sababu unakuta gari iruhusiwe kuwa barabarani na iko barabarani. Hii magari inachukua makaratasi inapelekea huko watu wa inspection. Wanapiga stamp, gari iko nyumbani, inaenda kubandikwa. Gari iko wapi? Gari iko kwa parking ya kwao. Inaenda kuwekwa makaratasi tu, ati imepita inspection. Sasa mimi nasikia tu wanapiga picha huko. Gari nyingine, gari gani inatakana ipelekwe inspection? Gari gani? Tuko na magari na fulani. Tuko na gari ya private, public, malori, manini. Gari gani inatakana? Mimi kama Ojimbe niko na gari aina 3. Gari gani zangu ziende inspection? Ile gari inaruhusiwa kwenda inspection ni lazima iende. Iwe ni lori, iwe ni gari, iwe ni bus, iwe ni nini, kama inahitajika kwenda inspection ni mpaka iende inspection. Na ni lazima tuwe na team moja ambayo ina mark hiyo magari inaingia katika inchi ya inspection. Gari private huwa zinafanywa inspection. Private car ifanywe inspection. Ni magari tu kubwa hii commercial ya biashara. Ya biashara. Bora tu inabeba abiria na inabeba mizigo ndio inafanywa inspection. Inafanywa inspection. Sasa hapo tunaongea mambo ya magari kama za shule lazima. Za shule, za pickup, maabiria hiyo, malori. Kuna zile magari zinawezekana kwenda inspection. Na inatakana ifanywe inspection kila mwaka. Na baada ya mambo ya shortcut waachane naye. Shortcut ya kupeleka makaratasi kwa gari na inapigwa muhuri inapelekea gari hiyo ikome. Na hiyo tutaimaliza. Na hii mambo kwa bado hapo tu kwa mambo ya inspection, isn't it? Gari for example upeleke huko, nini inakuwa inspected? Kwa dereva mwenye hajawahi peleka gari inspection, leo ndio amepewa gari ya lori, amebakisha miezi 3 iende inspection. Nini inakuwaga inspected?
Sasa hiyo ikiingia pale katika inspection, sasa wenye kuhusika wale ambao wamesomea hiyo kazi ya inspection wanajua dereva kufikisha gari pale ana handover kwa ile mtu ambao ndio na inspect hiyo gari. Baada ya kumalizana naye ndio analetea dereva, anaweka parking, alafu inangojea karatasi kuja kupandikwa ikiwa kwa inspection. Inatoka hapo na barua zake. So na wale watu wamesomea hiyo kazi ya kufanya inspection. Ndio wanajua na wanaangalia hii. Na before pia tulaumu kuku na pia tulaumu huyu mnyama anaitwa katuru. Katuru ndio ile anakulaga kuku ama ni gani? Ndio hiyo. Ndio hiyo katuru. Sasa tulaumu katuru na tulaumu pia kuku. Yeye alienda kufanya nini kwa miwa ama kwa msitu huko? Ndio akutana na ule mnyama. Ndio akutana na ule mnyama. Kwa hivyo ule na ule yote ni baya. Lazima uangaliwe. Ulisema tu sisi wananchi shida yetu moja ni fikra mingi tunaingia naye kwa steering, sio? Ndio hiyo sasa. Na mambo ya magari mabovu je? Nimeona magari bwana Mwangi. Magari hata hapa town imefika KFA Moshi iko Pencam. Na imetoka inspection labda saa hiyo. Si kutoka jana, imetoka inspection saa hiyo. Sasa unakuta imefanyisha watu wa traffic kazi ngumu. Wanasema hii gari hairuhusiwi kuwa barabarani. Na ilitoka inspection jana. Ama imetoka inspection saa hii. Sasa unauliza ni inspection gani hii? Na gari gani imefanywa inspection? Juu wananchi pia kuna vile wanafanya makosa kubwa kwa mambo ya ku maintain gari yake sana. Na umejua kwa sababu hatutaki shida, nimekutana na wewe kwa traffic pale roadblock. Huyu ofisa Mwangi 50 bob. Shika mimi naenda. Shika mimi naenda. Na gari inazidi tu kuwa mbovu. Let's say shock zangu zilikuwa zimeisha. Steering rack unasikia ukiendesha gari, steering rack unasikia iko na makelele. Na umejua hiyo ndio inastea gari, na wewe unaenda tu. Na gari vile unazidi kuiendesha ikiwa mbovu ndio hasara itakuwa kubwa. Na kuna jambo moja hapa pia nataka uiguzie. Nimeona kuna gari ndogo imewekewa mguu kubwa, gari ndogo tu imeinuliwa juu mpaka sasa inakaa kifaru. Hii ni shida ama hii serikali imeruhusu? Ni sababu ndio nakwambia lazima gari inakaa toy. Lazima ukiwa na ng'ombe na mbuzi lazima ukuwe na mchungaji. Hii magari hakuna mtu anachunga. Lazima tukamate kiboko sasa ya kuchunga sasa. Hizi magari hazina mtu anazichunga. Hakuna mtu anachunga hii. Kila mtu anachunga gari yake. Hakuna mtu ile watu sasa waliaminika ndio NTSA wako kwa ofisi na magari haifanyiki ajali kwa ofisi. Hiyo vitendo haifanyiki kwa ofisi, inafanyika nje. Kama wangekuwa nje wangekuwa wameona mambo kama hayo. Lazima mtu ya kufanya kazi ya road safety awe kwa road safety 24 hours. Kuwa na ambulance breakdown for 24 hours bila kutoka barabarani. Manaka magari hakuna wakati unakuta gari barabarani hapana iko. Na wale wa jamaa walichukua kazi yangu, unakuta sasa walikuja operation December. From January to December, ajali inakuja kufanyika December. Kutoka January mpaka December ndio nakuja kuanza kutokea barabara. Na wewe kwa utafiti yako tu ushawahi peleleza ujue ya kwamba what is the training of a traffic officer? Training gani anapewa? Ile training officers inapewa ndio niliamua kuwasaidia. Na nikaona kuna vitu mingi ambayo wajui. Kitu ya kwanza hiyo AC driver alienda training ya askari. Baadaye akasikia traffic officers wanapataka pesa barabarani. Akafanya deal yake mpaka akapeleka hiyo training ya traffic officers. Kazi yake anafundishwa kusimamisha gari, kufanya gari inspection, kuangalia mabarua ya madereva, alafu na ruhusa hiyo gari kwenda. Lakini hajafundishwa gari inafanya ajali kwa nini. Hajafundishwa hiyo. Hiyo ndio mimi nimefundishwa sasa. Na ndio nikajitolea kuja kuungana na hawa, na tulikuwa tumeagree na commandant wa traffic marehemu Wangote na commandant wa traffic ule rudi baada ya Wangote Mwangangi, na nikafanya mkutano na yeye na Maingi katika face to face traffic headquarters. Tukafanya mkutano traffic commandant Madam Mwangangi. Baada ya Ngote kulitaya ni Madam Mwangangi alirudi huko. I get you. Nikakaa naye chini tukaongea na yeye, tulikuwa watu 8 traffic headquarters. Na tukaagree twende tupima uniform, tukae sawa sawa, tufanye kazi pamoja na hawa. Sasa kitabu tungoje, tunasikia mishuki inatangaza.
Sasa Michuki Michuki ameiba idea. Ndio alileta hii mchanganyiko. Ameiba idea. Hii kitu ningekuwa ni mama akabuni NTSA. Hapana, Michuki hakuform NTSA. Michuki alitangaza kama ministers. The same ministry kufika 2010 ndio aliona kumbe hapa kuna idea tunaweza kuform kikundi kingine ambao iko kwa serikali. Ile ya Michuki ilikuwa mambo ya ma speed governor na nini? Ma speed governor, yellow line, mambo ya driver kuweka uniform sijui hizo ilikuja. Hiyo ilikuja before NTSA. NTSA ni kitu ya juzi. NTSA walikuja kukopi mambo ya Michuki. Ambao walienda kukopi wakakopi wrong. Hawakujua ni kitu gani wanakopi. So umesema traffic kwa mambo ya traffic police training yao ni hafifu. Hawajui mambo ya ajali inatokea kwa nini na inafanyika nini. Hiyo ndio tabu serikali iko naye. Traffic officers hajafundishwa ni kwa nini ajali inafanyika na inaweza fanywa namna gani. Mimi ndio nikafunuliwa na Mungu nikaambiwa mwanya hii mwanya. Hii mwanya ndio shetani anaingilia hii. Kuna kitu ilikuwa inaudhi sana wa Kenya. Wakati NTSA I think ilianza tu kazi hivi miaka 2-3 hata walishakoma tu around 2014 hapo. Walikuwa anakimbiza gari kama swara. Maoni yako ni ipi kwa hiyo? Kukimbiza gari eti umefanya makosa ama amekusimamisha umekataa kusimama unakimbizwa. Hiyo kukimbizwa is it lawful? Ni kitu sheria? Ikuwa mapenzi ya NTSA. Sababu waliundwa watafute pesa. Because I'm just imagining Mwangi niko mbele na gari umenisimamisha nimekataa kusimama unanikimbiza. Na imagine tu hiyo. Na hii ni serikali inakimbiza raia. Na kuna vitu inaweza fanywa. Na hapa mbele hiyo barabara inatumika na wananchi innocent. Watoto wako barabarani wanavuka, wamama wanauza vitu kando ya barabara, kuna gari tu innocent hapo, yeye anatembea tu polepole akikuja, na hii serikali inakimbiza gari. Hairuhusiwi kukubisa gari kama imekupita na usimamisha imekupita. Ndiposa gari kuna number plate. Unapaa kuchukua namba yake, unapigia wale wako mbele. Yes. Yako wanaweka roadblock. Ndio kusimamisha hiyo gari. Lakini si wewe ukibisa hiyo gari. Inaweza kwenda kufanya maajabu sana kuliko vile wewe unafikiria. Wewe unaikimbiza ukanyang'anya hiyo driver pesa sababu ya crown. Yes. Sababu wewe kuna crown. Na kutoa manamba plate ya magari ya watu ndio ukienda kuchukua namba plate kwa hiyo gari ni kama kununua gari nyingine. Nikuulize Mwangi, kuna vitu tunasema ni haramu katika muktadha wa Jamhuri ya Kenya, si kweli? Bangi, changa, heroin, cocaine, tuseme tu madawa ya kulevya, si kweli? Yenye serikali haijaruhusu. Ni vyema, na unakuta changa ipikwi hapa Nakuru na iko. Kwani inakujaga inaletwa na nini? Inaletwa na magari tu ya abiria. Ya abiria. Na imepita roadblock. Inapita roadblock. Na sasa hiyo polisi hawajui. Lazima tuwe na dog ile dog. Unajua kuna ile dog ya kunuza gari. Ile polisi haiwezi kujua. Ya kunuza gari na kufanya gari inspection. Kama unasimamisha gari lazima uangalie kila kitu. Sasa unakuta inapita roadblock, kuna hii kuna machangai kuna nini. Mimi sijawahi ona traffic wakiwa na umbwa hiyo ya kunusa. Inatakana wawe nayo. Wawe nayo ndio ya kunusa gari wakati inafungua boot inaangalia. Because hiyo traffic officer una hiyo nini ako na homa. Sasa hii kila mtu ako na homa. Haiwezi kujua changai iko ndani, haiwezi kujua kama bangi iko ndani. Lazima wawe na hiyo tu dog. Na bangi inapita. Na bangi inapita. Na kwa duplo lazima kuwe na hiyo tu dog ya kuangalia kusaidia askari kuangalia mambo. Na kuna jambo lingine pia ya polisi pia kufanya biashara. Wacha nikuulize hiyo swali ya mwisho. Polisi pia wako na biashara. Mimi nikidhani ama hawana. Hii inaweza kuwa inachangia mambo ya traffic, sheria za trafiki kutozingatiwa, kwa sababu mimi kama Ojimbi, mimi ni base commander wa hapa. Niko na matatu zangu 10. Na vijana wangu wenye wako barabara wanajua. Na yangu pia iko na matatizo 1-2. Kwani ni mbaya Mkenya akiwa polisi afanye investment kwa sekta yenye anafanyia kazi? Yaani ni mbaya polisi kufanya biashara ya matatu ama taxi ama malori commercial? Haina shida yote. Mimi kwa upande yangu sioni shida yote, maana hiyo ni kazi kama ile nyingine.
provide hiyo kazi uingize kwa serikali. Unafanya kazi na sheria za hiyo kazi. Afuate tu sheria hiyo kazi. Ufuate sheria hiyo kazi. Awekeze. Usiingize kwa crown. Ati gari yako inaenda bila sika, inaenda bila nini, sababu wewe ni askari. Crown ni kubwa, isiletewe mchezo mdogo hizo. Isiletewe mchezo. Ati wewe ni base commander, ati magari yako yanatembea kama GK. Hiyo hapana. Hiyo tunakuweka laini. Ni lazima gari yako iwe inspection, ifanye kila kitu, iwe na barua ya kutosha ndio ingitoke barabarani. Because nimesikia kama wewe ni nani. Si nimesikia kuna gari tu ya wakubwa wengine hii Kenya huko Nairobi. Si umesikia hiyo story? Nimesikia hiyo story. Huko Nairobi. Hata mimi mwenyewe wanapita mpaka chini ya culvert. Na usiongee. Naiona na macho yangu. Mimi ni mkaja Nairobi. Sasa hiyo ndio vitu tunaongea. Isikue kama na aina mpaka number plate ifanya kitu itakamatwa wapi, itajulikana ni gari gani ilifanya, mpaka iwe na number plate. Inakupata hapo mbele, inapita mbele yako, ina turn inakuambia wewe simama, hiyo kitu tafadhali, inarudi mahali imetoka. Na ni CBD Nairobi city kwenyewe. So inamaanisha kwamba balozi, tunahitaji hii Kenya Traffic Rescue Mission mapema kabisa, kwa sababu mambo haiendi nzuri. Mambo yako ya mwisho kwa watazamaji wetu ni ipi, Bwana Mwangi? Mimi ndio wajue kweli Mungu ufanya kazi akitumia binadamu. Mtu yoyote mali alipo, ile mtu najua Mungu ufanya kazi akitumia binadamu. Jambo hiyo ya Kenya Traffic Rescue Mission, mambo ya ajali barabarani, ninataka watu waisahau Kenya. Watu waisahau mambo ya ajali barabarani. Na tuwe na wageni ya kutosha kutoka nchi za ngambo. Na nataka wakubaliane na mimi, ile mtu uko na uwezo, petition ile nimejaza kupitia Wetangula, speaker wa bunge, na iko bend katika bunge, ipitishwe sheria ya road safety. Mimi hakuna kitu kingine na serikali. Alafu jambo ya pili, ninataka president akubaliane na mimi to launch hiyo chama. Tukichalonji hiyo chama, ninaanza kazi yangu sasa. Immediately ninaanza kazi yangu. Hakuna kitu kingine ngoja kwa serikali. Ni sheria ile ambayo iko na NTSA, ambayo ndio naruhusiwa kuwa nikifanya iondolewe NTSA for life. Hata hiyo jina NTSA itolewe Kenya. Hata hiyo jina NTSA itolewe Kenya. Iondolewe iende ipelekwe nchi nyingine. So chenye unahitaji tu ni sheria ya road safety. Yani ibuniwe ya road safety. Na petition yangu iko katika parliament, ishughulikiwe. Nipatie hiyo petition, ni sheria hiyo ya road safety. Alafu niambiwe president ndio huyu. Mambo ya ajali barabarani msahau. Juu Kenya tunakuta kwamba Bwana Mwangi, Kenya traffic laws governed by kuna traffic act imewekwa ili kuhakikisha kwamba kuna usalama barabarani, na inaangalia tabia ya watumiaji wa barabara, tabia zao. Hii nikiwa na madereva, hii nikiwa na waendeshaji pikipiki na mabaiskeli, hii ikiwa ni watu wa kutembea mpaka mguu, mpaka beba wale wanabeba mzigo town kwa messages. Because Bwana Mwangi, kuna mali tumeoza, kwa sababu unakuta gari ina overlap, na umejua kuna wenye hata ukipigia hona hawezi sikia kwa sababu yeye ni kiziwi. Sasa hapa nje ya ofisi yetu kuna zebra crossing. Zebra crossing maana yake ni nini? Lazima gari simame ndio wananchi wapite. Na hata sasa hivi tukishuka na wewe hapa chini, hapa unaona gari simame na watu napita. Hapa tu mbele ya ofisi yetu hapa kuna nini, zebra crossing, sio? Wanasimamaga. Hawasimami. Watu ndio lazima wasimame. Watu ndio lazima magari ipite. Ni hiyo lazima ndio nasema. Hii ni kutojua ama tu tumefika level nyingine kama taifa yenye. Hapa tunakuja sasa, hii kikosi inakuja mambo ya discipline on the road. Discipline on the road. Wewe ni mwendeshaji ya basikili. Wewe ni mtu ya kubeba mizigo kwa soko. Unakimbia driver barabarani. Wewe ni mtu ya basikili. Wewe ni mtu wa mkokoteni. Wewe ni mtu ya mkokoteni. Wewe ni mtu unatembea na miguu. Wewe ni mtu ya punda ile inabebaga mizigo. Tutahakikisha unafuata sheria za barabarani. Discipline on the road ndio imekosa. Na ndio unafanya mtu unafanya ile kitu unataka. Discipline on the road. Discipline on the road. Ikikuwa discipline on the road, mambo yote yanakwisha. Discipline. Lazima ujue hapa naruhusiwa kusimama watu wapite.
siruhusiwi kupitia left, siruhusiwi kupita hii. Wewe mwenyewe ndio traffic ukue barabarani. Usingoje traffic mwingine. Na sisi tuko macho kukuangalia wewe. Ukivuja sheria hiyo, msalaba tunakubebesha, unabeba mwenyewe. So watu hakikisha kwamba magari zao ziko na kila kitu inahitajika. Kila kitu na unatimia sheria za barabarani every corner. Hata kama kuna mtrafiki sheria barabara umetii. By the way, na naomba sana madugu zangu traffic officers, wafanyikazi maliza hapo, ni muhimu. Naomba sana traffic officers wenzangu, mandugu zangu, hata kama mnachukua hiyo pesa mnachukua, mimi sitakuja kumpiga kamera nikianza kazi. Kumpiga picha ati mlichukua pesa. Chukua pesa lakini uinspect gari namna umeandikiwa ufanye kazi. Mimi nimekataa asichukue pesa. Mimi nasema ukichukua pesa, kama ukichukua pesa inspect gari na uinspect gari, wewe tu tunaanguka na wewe. Kuna wakati nilikuwa nafanya kazi huko Koibateka, Eldamarabin, Mogotio, Marigata, Baringo, huko yote. So nilikuwa nakuja Nakuru sana juu huko ndio ilikuwa workstation yangu. So I think ni baada ya Michuki rules hizo tu tumefika katika unit moja hapo along hii Kabarak Road. Kuna polisi alisimamisha gari, ilikuwa public, akaambia dereva weka wiper, weka maji ya wiper, kanyaga brake, weka full light, weka dim, weka indicator, piga horn, hizo zote zinahitajika. Hiyo ndio inspection. Sasa nataka nikurudishe nyuma kidogo. Nikuambie namna traffic officers na umejua namwambia faster tena anafaa kufanya. Traffic officers akisimamisha gari kabla hajafikia driver ako nyuma, piga indicator left, piga ya right, kanyaga brake. Sasa huko ni nyuma. Anaenda mbele, piga left, piga right, piga wiper, piga horn kama anataka horn hiyo. Kama anataka mataa kisiwe. Alafu nakuja kwa driver sasa. Anaangalia license yake. Stakabadhi. Hakuna kazi nyingine anaangalia miguu. Hakuna kazi nyingine anaruhusiwa kufanya. Gari iende. Hakuna gari nyingine traffic inaruhusiwa. Gari iende kazi. Gari iende kazi. Na kama kuna makosa inaandikwa, kuna karatasi inaandikiwa iende kotini. Dereva aende kotini. Yes. Si kupeleka gari kotini kwa polisi. Hapana. Lakini unajua bwana Mwangi, kuna kitu wa Kenya tukilelewa. Kuna kitu wa Kenya walifunzwa. Eti kitu inaitwa polisi ni mbaya. Kitu inaitwa court ni mbaya. Hata wa Kenya huwa nasemekana kitu yeyote yenye inakuhusisha na polisi na koti, hiyo ni shetani imekuja kwenu. Hiyo ni shetani imekuja kwenu. Bila polisi wanafanya kazi mzuri sana. Kama unaweza kufanya ile kazi wameandikiwa na serikali. So umejua vile Wakenya wamelelewa na wanakuja tu kweli wanakuta polisi ni vile tu waliambiwa hongo iko, kudhulumiwa iko. Wakenya wanasema tu bas, kumbe hii polisi ni mbaya. Vile tu Guka alikuwa ananiambia na shosho na wazazi wangu, kumbe hii kitu ni mbaya. Wanazidi kuhate, hataki kitu yote kuhusu polisi na kuhusu nini. Ndipo hata Mkenya naendesha tu gari na iko na kila kitu standard. Unaona tu blue, na juu ya blue unaona reflector ya green, ya yellow. Ya polisi ya traffic. Ya traffic. Unasema Ojimbi. Sio ndio hawa. Unajipanga sasa. Mapepo. Mapepo ndio wale. But that's how Kenyans take it. No. Kama anything kuhusu polisi, kama uwezi kuhusu koti. Eti unasema Mkenya andikiwe karatasi aende naye wapi? Kotini. Amuke kwake anaenda koti. Hiyo ndio sheria. Maana kulikuwa na askari ya warrant. Kama utaenda koti wakati umeandikiwa, kuna askari ya kufanya patrol kuchukua wewe. Sasa problem iko wapi bwana Mwangi? Naongea nimevaa kiatu ya dereva. Nimevaa kiatu ya dereva. Cash bill hapo. Jamaa anataka 10,000. 10,000. Una 10. Ukipigia tajiri, chenye tajiri atakuona. Na akituma ukifika na gari unafutwa kazi. Kuna sekta, mimi nimegundua kuna sekta hii ya transport, mtu anaingia hata kama ameokoka.
umpe miezi 3, amekuwa jambazi sugu kwa mambo ya barabara, anavunja traffic rules, anafanya kwa sababu wenye wanatakana waidhinishe nidhamu hapo pia hawana nidhamu. Hawana nidhamu. Kwa sababu mwananchi pia ukimtisha ye pia anasema mwenye nguvu mpi, lakini usikutane naye. Kama sasa, ni gari sisimamishi. Hizo vitu wanataka yote unless wanishike by force. Hivyo ndio vile sasa wa Kenya wako. Na ndiposa Kenya Traffic Rescue Mission imekuja kurekebisha hizo zote. Tunafanya kazi na traffic officers. Mali amesimama tuko hapo. And I think hata before the traffic officers kazi bila ongo. Hata I think before traffic officers wananchi pia wanataka wasomeshwe usiku na mchana mpaka wakubali polisi si adui pesa. Na si adui ni rafiki yako na ako pale kukusaidia. Si adui yako. Koti si adui yako. Yes. Iko pale kurekebisha wewe. Askari pale ako pale manake umeshindwa na kujichunga, akuchunge. Na akupeleke mahali unastahili kupelekwa. Askari hapana adui yako. Thank you very much Bwana Mwangi. Hii ni mambo inaitwa kukata license za gari, kuhakikisha kwamba driving license yako iko up to date. Kama wewe unaendesha abiria, unatakana uwe na badge, uwe na TLB, uwe na hizo vitu zote. Yes Bwana Mwangi. Nasema hivi. Neno langu la mwisho. Kama serikali kuna huruma na mtu ya Kenya na ina haja kumaliza ajali barabarani, na ninasema napiga magoti yangu ya kiroho kwa serikali ya Kenya. Na kuokota ushuru ya ukweli mingi. Ya ukweli. Juu hakuna sekta iko na pesa kuliko hii ya transport. Mimi nataka kama serikali nataka inaweza kunisikia. Mimi sina haja kupeleka serikali kotini. Ati sababu walininyang'anya idea. Ile miaka yote nimeserve for 23 years bila nikiumia kulilia Mkenya, na vile naweza kufanya hii kazi niweza kusaidia mwenzangu kwa miaka 24 bila kufanya kazi. Ile tabu niko naye sitaweka kwa mesa hapa. Ni tabu nyingine hajawahi kuonekana. Sitahesabu mali nimetoka, nataka kuangalia mali naenda. Initengeneze sheria, manake niko na shahidi wale wanajua mimi ndio mwenye idea ya road safety. Watu wa 22 ma embassy, ma companies, na sitaki kurudi nyuma. Nataka serikali nitengenezee sheria ile siku na NTSA nifanye kazi yangu niweze kuokoa Mkenya. Yes. Na mambo ya ajali barabarani tusahau. Na ndio mwaka wa kwanza wakikuidhinisha waone kama waone vile nitafanya. Mwaka wa kwanza. Wanipitie sheria, wanipe macho. Waone vile nitafanya. Mambo ya ajali wanasahau. Mambo itabadilika. Umejua ningependa kukuencourage tu kwa sababu unaona Mfalme Daudi. We ni mtu mcha Mungu. Prophet Mwangi, sio? Mfalme Daudi wakati aliua, si alikuwa mchunga kondoo tu wa baba yake huko. Sasa vaa hizo kiatu ya Mfalme Daudi. Alikuwa anachunga kondoo ya baba yake huko. Siku moja kuna simba ilikuja kuua kondoo ya baba yake. Simba iliona moto. Huyu kijana tu imekuja ilikuja kufanya nini? Kukula mbuzi ya Jesse. Mbuzi ya babake. Simba iliona moto. Simba aliuawa. Siku moja kuna mnyama ingine pia ilikuja inaitwa bear. Bear sijui kwa Kiswahili inaitwa nini. Ni kama hizo tu aina ya wanyama wanakula mifugo. Si kweli? Bear pia iliona moto. Na sasa hiyo David ako msituni anachunga kondoo. Siku yenye aliua Goliath dunia ilisherekea. So we pia I think ushaua simba, ushaua bear. So I think siku yenye utaua Goliath itakuwa iko sawa. Kenya itasherekea. Kenya itasherekea. Watakubali na mimi. Mimi hapana hesabu ile shida nimepata. Yes. Juu nimepata sababu ya Mkenya. Sababu nimeona hii vision niko naye. Nikifuusa members wangu walinitoroka karibu wote. Na umejua hata David baba yake anaulizwa, hawa ndio vijana wako hawa NTSA, hawa polisi. Baadaye kumbe NTSA iko mpaka na raia. Hao na nguo za raia. Yangu inakuja uniform. Yangu nakunya uniform kama pendere yetu, kama crown, kama kila kitu. Akaambiwa Jesse, hapa hatuoni mwenye Mungu alitutuma tupake mafuta. Hatuoni hapa. Eti kuna ingine. Eti ni mdogo. Ile kado lete yako. Wakati alifika ndio huyu. Hata Samuel hakungojea. Na umejua alimwaga na pembe. David alimwagiwa mafuta na baraka ya mwisho. So I think hata hii yako
usichoke roho 24 years hiyo. Nasema hivi. Mimi nataka sheria. Na naomba magoti yangu ya kiroho. Yes. Nataka sheria ya road safety. Ile ambayo Mishuki alitaka kutumia ikamshinda. Ile NTSA walikuwa hata kujaribu kublock ikawashinda. Wakaenda kwa KRA. Magari hapana kongania kwa ofisi. Kazi ya gari ni barabarani. Nataka nipatie hiyo kazi serikali itupe macho yako iniangalie. Baada hiyo sheria niambiwe rais ndio huyu. Tolonji chama. Baada ya launch sasa watu wangojee matokeo. Safi Bwana Mwangi. Bwana Mwangi Ndirangu ni director wa Kenya Traffic Rescue Mission non-governmental organization, sasa wanaitwa FBO, inaitwa PBO, Public Benefits Organization, yenye inafanya kazi katika Kenya nzima. Anajaribu kupunguza ajali za barabara, iwe ni air traffic, iwe ni road traffic, iwe ni rail traffic, iwe ni ajali za moto na mambo kama hayo. Kwa sababu jambo hili ni muhimu, kwa sababu balozi yangu, kwa sababu gani? Kwa sababu ya jambo moja mambo ya traffic offenses zimekuwa mingi, kupuuza tu sheria za barabara zimekuwa mingi, vifo vinafika 5,000, 3,000, 4,000 kila mwaka. Alafu kuna reckless driving, dereba tu ajali, ana overlap, ana overtake dangerously mpaka kwa estates hapa. Kuna hizi highways kama hii ya kwenda Baringo hapa, hii ya Showground, London, Kyoto, ukienda Kiamunyi unaona gari imetoka huko Kiamunyi na inafika estate mali. Sasa anajua ameingia town, jamaa na overspeed na amekuja amewaka ma headlights na ameingia estate mali, watoto wanavuka. Hata kuna zebra crossing around River Station hapa, there's another zebra crossing around National Oil hapo. Jamaa oni hizo vitu, ana risk maisha ya kila mtu, na anapiga honi wewe uondoke, ana risk maisha ya kila mtu. So hizi ndio mambo hii organization tataka kupambana nayo. Zote 9-10 ni kwamba tunakupea support na we wish you all the best. Balozi, tunachukua break ya dakika 2-3-4. Tukirudi tutakuwa tunaendelea. Kupa Dikale inaitwa Daddy Owen, Danko na Kera inasema tubarikiwe. Lelo ezalaka systeme ya kapongala, lobi ezalaka systeme ya couper les calais.